wa Munyoro Express. Sasa wewe wa Munyoro, nilikuwa nafikiri utaenda kusema juzi, at least mimi nilikuwa mtu wako, nilikusaidia ukawa naibu wa rais. Lakini nilishangaa ile watu unalima. Umenilima, ukalima Faruk, ukalima mwenyewe Kasongo. Na wewe unajua vizuri sana Kasongo ndiye alikuwa supporter wako number 1. Mimi nilikuwa number 2. Faruk alikuwa number 3. Duwala alikuwa number 4. At least Kipchumba ukisema alikuwa ana support Kindiki nusu upande hii. Na wewe unajua vile ulikataliwa na kila mtu. Ikawa tu sisi watu wachache tulisimama imara. Ndio ukawa naibu wa rais. Kumbe ile watu wengine walikuwa wanajua sisi ndio tulikuwa tuelewi vizuri. Sasa wewe tulikusukuma. Wewe unajua what I did. Even after hiyo sarakasi yote impeachment ikikufuata. Wewe unajua what I did. Sasa badala useme asante, unaenda unaweka vitu fake. Yaani mambo yangu mimi na wewe sasa nyetu wote na tunaongea. Unaenda unatangazia watu. Sasa hiyo ni audio gani hiyo uliweka wewe wa Munyoro Mr. Dorcas? Wewe ni mtu tujua kali saa zingine sana. Alafu ya pili, ile watu walikupatia script, wale marafiki yako, wale wa kwetu, wale wangu wale, ule seneta wa Nandi, huyo mwingine wa hapo nyumbani hapo, na hao wajumbe wawili watatu. Sasa wewe naye umeenda ukauza Timo. Ungesema tusingeuza tu wote ndio wako wholesale. Sasa umeumisha mtu mmoja. Na walikwambia vizuri, ukisema hii na hii na hii na hii itafanyika. Unajua tunajua penye wanaelekea hawa sympathizers wako. Lakini nikuulize wewe ni muongo kwa waongo unyamai salio kwa hii dunia, hata sio Kenya. Sasa wewe my friend, nilikwambia twende polepole. Ukataka kuiba sukari, unataka kuiba mashamba, unataka kuiba nets, unachukua vitu chafu na wewe ni naibu wa rais. Mimi nataka uangalie, hebu compare yourself sahi. Ukiwa tu peke yako, angalia Kithure Kindiki polepole akiwa naibu wa rais, na ujiangalie wewe. Hauko unajua agenda hata moja ya serikali. Hauko unajua hata serikali inatakana kupeleka wewe area gani, kwa sababu wewe ulikuwa unataka tu kupora. Sasa umeenda pale umejichanganya. Unasema watu wangu wa Kalenjin na watu wangu wa Kikuyu wamenyanyaswa. Mimi nikuuliza wewe wa Munyoro, wewe unajua kuna mtu anazapewa serikali asifanyie watu wake kazi, asifanyie hao unasema wa mlima, na asifanyie Kenya mzima, na asijifanyie hata yeye mwenyewe. Ili huyu at least alipata uongozi through hao unasema ni sawa, lakini sasa yeye ni rais wa Kenya, anafanyia kila mtu. Sasa naona unalalamika, unajaribu kusema ati rais akienda sijui Nyanza ndiye anapeleka maendeleo, akikuja Rift Valley sijui anakuja kanisa, ama ulikuwa unasema nini? My brother, hiyo siasa ya zamani ilipitwa na wakati. Na wewe next time tukichokozana sisi wenyewe kwa simu yetu, wacha kutangaza. Sasa unaenda unatangaza hiyo mambo kidogo, na wewe mwenyewe unajua at least mimi nimewahi kufanyia kazi. Nimewahi hata kusaidia ukatika kutoa mahali. Wewe mwenyewe umewahi nisaidia na nini wewe? Wewe mtu tu plala fucking Munyoro. Sasa ulijipaka mavi mwenyewe, nilikuwa nimetumia kuinua mpaka umekuwa naibu wa rais. Ukachukua mavi ukajipaka kuanzia nywele mpaka kwa makucha ya miguu. Because hauna agenda. Kasi yako ni vita tu. Unapiana na mara unasema Ndindi sijui afanya nini, mara sijui Chungwa afanya nini. Na ni watoto, yani badala uende ungelea hawa. Ukaanza vita, expand vita. Ukaenda mpaka kwa watoto wako wale kina Betty na bwana yake. Ukahangaika nao, ukakuja ukapiga kona. Hey my brother, usijali, maisha inakuanga tu hivyo. Sasa zingine kama kitu si yako. Hiyo kitu ilikuwa ya Kithure Kindiki, na ilikuwa akuwa rais wa Kenya, sio rais ya Wakalenjin, sio rais ya Wakikuyu peke yao, ni rais wa Jamhuri ya Kenya. So hiyo video yote nilisikia ukiongea hapo mpaka unataja unasema sijui William angetafuta wazee. Yaani wewe kwanza umedharau William kiasi gani? Kama unasema ati mimi na Faruk na Murkomen
tunaweza endesha William. Wewe ulikaa na William. William ni mtu mimi naweza endesha yeye. Ama Murkomen ama Faruk. Wacha madharau. Wacha madharau hiyo mingi uko naye sana hiyo. Ulidharau William alikuwa anakuangalia mpaka wakafukuzwa. Hata yeye alijaribu kukuokoa. Alikuongelesha. Aka cancel impeachment mara 4. Mimi nika cancel mara 3. Ni mtu ng'ombe sana wewe. Haizuru. Mambo ni hivyo Rigiji. Tuendelee na maisha. Kwaheri, Mr. Dorcas. Haya, kwa hayo yote nataka nikupatie advice yangu, si ya mtu yangu, siende tena kusema advice is junior nani. Advice yangu number 1. Wacha bitterness. Bitterness itakuumiza my brother. Chunga usikue na ugonjwa wa moyo. Number 2. Wacha ukabila. Siku ile utajua tu kuongea straight kama Mkenya. Kama Mkenya na wacha uchochezi na wacha kuunganisha watu. Tunajaribu kuchukua hawa kuunganisha na wale. Siku ile utawacha ukabila na bitterness. Unaweza kuwa mtu mzuri sana. Unaweza kuwa mzee wa kanisa mzuri sana. So advice yangu ni hiyo. Wacha kuunganisha watu. Wacha ukabila. Wacha bitterness. Mambo ishaharibika namna hiyo na maisha lazima yaendelee. Na wacha kuambia watu ati wewe ati Uhuru ni ndugu yako. Kama kuna mtu wako na matusi, wewe unaweza ongea kuhusu matusi. Kama kuna mtu ako na matusi hii dunia, ni mtu anaitwa Geoffrey Rigathi Gachagua wa Munyoro, Mr. Dorcas. Unajua vile ulitusi Uhuru wewe? Hata mimi nilikuwa na opinion tofauti na Uhuru. Kwa sababu unajua hata Uhuru alitoka wapi, wewe unajua ukapata Uhuru second term. Na that's why ile mambo siko nakubaliana na yeye ndio ilikuwa nafanya. Lakini wewe na matusi, wewe unaweza ongea ati sijui umetusiwa. Wewe baba wa matusi. Ulitusi Uhuru sasa unajua hebu kuwa na msimamo, yani kuwa mwanaume. Sema huko unakubaliana na Uhuru by then na ukubaliane na yeye. Lakini sio sahihi sasa unajifanya malala kama paka ama kama unalala kama paka na wewe ni chui. Ati ndugu yangu Uhuru, ati sijui Faruk anatusi Uhuru, sijui nani anatusi nani, sijui Sudi anatusi Rigathi. Wewe ni mtu fake sana, yani ni mtu jua kali sana. Kwa na yani hakuna kitu Uhuru bado anataka na anakuwa na hakuna kitu bado Uhuru ana. Kama ni pesa ako naye. Kama ni power alipata yote kuanzia mjumbe, waziri, mpaka kuwa rais. Kama ni kitu unaomba, mpigie tu simu polepole uambie akusupport hivi na hivi, lakini sio kuja kujifanya saa hii ati maneno yetu na Uhuru usiingilie, ni sisi ni mandugu. Nyinyi mandugu ya wapi? Wewe unatoka kwingine anatoka kwingine, acha ufala. Acha kujifanyanga wewe. Yaani wewe ni mtu, wewe ni kalulu. Yaani wewe ni kalulu mbaya sana. Yaani sasa hiyo unataka kujifanya sasa ati wewe unaweza kuwa advisor wa mtu. Ama sasa wewe unaweza jifanya ati unasamesa ile maneno yote tuliongea kwa ile campaign nyingine. So uko tu kama mimi, kuwa real timer. Kuwa tu maisha itaendelea tu vile iko. Ya fulani.